channel yetu. Tunamiliki YouTube channel ambayo inaitwa Kilimo Hub Group, lakini tuna ofisi pia ya ushauri wa kitaalamu. Hivyo tunatoa ushauri wa kitaalamu kwenye mazao ya kilimo, ufugaji na uvuvi. Kwenye upande wa kilimo tunatoa ushauri wa kitaalamu na miongozo mbalimbali ya uzalishaji wa mazao yote, ikiwemo zao hili la alizeti. Na kwenye upande wa ufugaji tunatoa miongozo mbalimbali ikiwemo ufugaji wa nyuki, samaki kama nilivyosema, lakini hata mifugo aina mbalimbali. Kwenye upande wa alizeti, naomba tuzungumzie kidogo kuhusiana na uzalishaji bora wa zao la alizeti. Kuna mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika ili tuweze kupata alizeti iliyo bora na ambayo inahitajika sokoni. Cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kufanya utafiti wa soko. Kwa nini tunasisitiza kufanya utafiti wa soko? Utafiti wa soko ndio utakueleza kwamba ni mbegu gani ambazo zinahitajika sokoni, lakini ni kitu gani ambacho uweze kufanya ili uweze kupata alizeti iliyo bora. Hivi vitu utavipata sokoni kwa wauza mafuta, lakini kwa wasindikaji wa mafuta hao watakupa taarifa zote za namna gani uzalishe hiyo alizeti, lakini mbegu gani inayohitajika hasa zaidi zinazotoa mafuta mengi. Kwa hiyo utafiti wa soko utakupatia taarifa zote hizi muhimu ili uweze kuzalisha alizeti iliyo bora na yenye tija kwa mkulima, lakini na kwa msindikaji pia. Kitu kingine ambacho unachotakiwa kufanya ni kupima afya ya udongo. Unapopima afya ya udongo, inakuruhusu sasa wewe kujua ni kitu gani ambacho uongeze shambani kwako, ni kitu gani ambacho hakimu na kitu gani ambacho kipo. Hiyo kwanza inakupunguzia gharama za uzalishaji. Mfano, unapoamua kupanda alizeti inapoota, aidha siku unapanda au mara tu baada ya kuota unatakiwa uweke dapu. Kumbe kama ulipima afya ya udongo, madini yanayopatikana kwenye mbolea ya dapu kwa maana ya phosphorus, unaweza ukajikuta yale madini yamo. Sasa kama umelima eka 10 na ulipaswa ununue mifuko 10 ya dapu ambayo ni shilingi 850, kumbe ile hela ungeweza kuokoa kama ungekuwa umeshapima afya ya udongo. Lakini kama hujapima afya ya udongo, na maana wewe unaweka kitu ambacho kipo tayari. Hivyo tunakushauri mkulima, ni muhimu sana kupima afya ya udongo ili kufahamu ni kitu gani uongeze, lakini hiyo inakusaidia pia kupunguza gharama za uzalishaji kama nilivyosema. Lakini kitu kingine ni kuzingatia kalenda ya mazao. Kalenda ya mazao ni muhimu sana kuangalia alizeti inaanza kupandwa muda gani. Ili uweze sasa kuangalia kwamba ukishapanda muda huu, kwa sababu alizeti inakaa shambani miezi 3 hadi 4, unakuwa unajua kabisa kwamba nikishapanda mwezi wa kwanza najua mwezi wa 4 nitavuna. Hivyo kuangalia pia na targeti za soko. Lakini kitu kingine ni kupanda kwa nafasi sahihi. Kwenye upande wa nafasi, kila aina ya mbegu ina nafasi zake. Tukizungumzia mfano Highland 33 au Aguala 4 na Aguala 6, zenyewe wanapanda sentimita 60 mstari hadi mstari na sentimita 30 mche hadi mche. Hiyo, lakini kuna mbegu zingine kwa mfano rekodi ambazo zinatolewa na vituo vya utafiti Tanzania, yani TARI au ASA, lakini kuna Kenya Fedha, lakini kuna hata Sidiko pia na wao wametoa mbegu za alizeti. Kwa hiyo kikubwa kabisa nachopenda kutoa ushauri kwa mkulima mwenzangu, uweze kutumia mbegu za kisasa. Hizi mbegu zinakuwa zimethibitishwa kitaalamu, kwa maana zina uwezo wa kuzaa, wa kutoa mavuno mengi, lakini zina uwezo wa kuvumilia magonjwa hatari hasa ya ukungu. Lakini vile vile zina uwezo wa kuvumilia hali mbaya ya hewa inapotokea mvua zinakuwa nyingi au inapotokea ukame unakuwa wa muda mrefu. Hii unaweza ukarudisha mtaji wako au usile hasara, yani hasara ile haiwezi kuwa kubwa sana ukilinganisha na mtu aliyepanda mbegu za kienyeji. Kitu kingine nachopenda kuzungumzia,
mkulima, mbegu zinapoota lazima uweke mbolea kama nilivyosema, aidha siku unapanda au mara tu baada ya kuota. Lakini ukishaweka dapu unakaa siku 21 unakuja unaweka mbolea ya kukuzia. Mbolea ya kukuzia unaweza ukaweka urea, lakini unaweza ukaweka SA, lakini unaweka Yaravira Sulfani. Yaravira Sulfani ni mbolea ambayo imetengenezwa, ina kiwango kikubwa cha sulfa. Hiyo ndo inayofaa kukuzia alizeti, kwa sababu sulfa ndo inayozifanya mbegu za alizeti ziwe na mafuta mengi. Kwa hiyo kama ukikosa Yaravira Sulfani na ukakosa ACA, ndipo naweza ukaamua kukuzia urea, lakini hizo mbolea mbili ni za msingi zaidi kwenye ukuziaji wa alizeti. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu kwa mkulima wa alizeti ili uweze kupata mavuno yaliyo bora ni kuzingatia palizi. Palizi ni ya msingi sana kwa sababu magugu huwa yanagombania vyakula na zao husika. Kwa mfano unapoweka mbolea, labda umeweka gramu 5 au gramu 10, lakini haujapalilia, ina maana yale mazao yako ina maana magugu yanagombania ile mbolea na mmea husika. Kwa hiyo huwezi kupata mavuno yaliyotarajiwa. Kwa kawaida hizi mbegu za kisasa ukizitunza vizuri, kupanda nafasi kwa usahihi na ukapalilia vizuri, kuhakikisha mbolea inayowekwa kwenye mmea inatumika na mmea wenyewe, utapata tani 1.2 mpaka 5 kwa ekari, ambapo sasa kwa wenzetu wanaopima gunia unaweza ukapata gunia 16 mpaka 20 kwa eka moja ukipanda hizi mbegu za kisasa, hasa hizi F1, hii Highsun, Aguara 4, Aguara 6, na kuna mbegu moja wametoa Seedco, sikumbuki sana, lakini ukiingia dukani ukaulizia mbegu ya alizeti zinazozalishwa na kampuni ya Seedco, wanaweza wakakupatia. Kitu cha muhimu zaidi, mpenzi mtazamaji, kwenye zao la alizeti ni kuzingatia mbinu bora za uzalishaji ambazo zinaweza zikamsaidia mkulima kutoka hatua moja kwenda nyingine. Tunaweza tukazungumza mengi zaidi kwenye kilimo cha alizeti, lakini kulingana na muda tunaweza tukataja namba zetu za simu ambazo ni 0622 98 58, na sisi tuko tayari kukuhudumia. Au unaweza ukaja Sumbawanga mjini. Ofisi yetu inapatikana barabara ya Msakira karibu na kituo cha kulelea watoto yatima. Ukifika pale tunaweza tukakupatia huduma ambayo unahitaji. Karibuni sana.